Là soit levé. Pour l'instant, vous êtes toujours en train d'attendre. On va attendre la décision du président Joe Biden qui arrive pour sauver le Deuxième version, nous sommes revenus uniquement pour, n'est-ce pas, aider les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de multiplier cela et de poser des questions, répondre à leurs questions. Dans la claire où il va être de okay, unachukua kitu chochote chakula juu ya pango. Yapanga mzuri amjambo watu wote tuko hapa ukilio ya makwabo na hapa hivi mie niko protokole Mungu ameweka njiti. Tuko kilio mahali kwa mlokakia papa mwenye hapa ndio tuko tunakia sambaza leo. Jambo mwe wote mtatuona tunawapenda na tunawasadiki. Na mama basi atuni. Tena jengende ucheole. Na baba bozo na ndo unakia nitilia kwenye. Na huyu mwe kwa kamata kamera. Bomoni bad son. Tuko hapa kukilio kwa mama Timiza, karibu mama. Ndino msheo. So pondo mama bolo baka asa vile waolia mebazu balo baka ti mama wanaita chakula me hawapende kuacha ma voice kunani ku groupe hii haiko tabia mzuri. Niko na bakondane, merci papa, niko na bakondane ba mama. Wakati unapiga unaacha voice unajulikana unapiga kilio ya baba macho na baba macho anipisha baba yake mdogo yake. Wewe ndio tuko hapa ni siku ya mwisho ya kusambaza kilio. Kwa hiyo ndio vile papa Mbodwe, okay? Okoke nikasikia ukilio la Omoni baba Toza biloko ya bakongomani. Tolobi lingala, tolobi swahili, tolobaka kibembe. Aba banamuke ya bakongomani. Mimi ndo niko na pana naanzia hapo wanasema nipendeze daftari. Wewe jibu unayo una. Sema kama una nimeandaa nitembeze. Ndio wale wale. Sachez que vous êtes en train d'épuiser la différence. On n'a pas encore mis ces billes-là sur le flot. Maintenant, le deuxième, vous voulez faire partie de mon groupe de WhatsApp. Si vous voulez faire partie de mon groupe de WhatsApp, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Mais il y a des règles dans ces vous allez à je vais savoir tous les postes et pas l'information là-bas sans vous considérez les formations. Aisha bana funga bana. Na hiyo porte kwa kimeba. Ndio
Kidogo kwa sababu muda mnaenda na kwa 18h40 na tutangua aseme fulani afike hata sisi wenyewe tuko hapa deja ni kitu cha muhimu. Tunashukuru sana wandugu kwa kufika hapa kwa kuja kuomboleza ndugu yetu. Ni kitu cha muhimu sana. Na kitu ambacho nataka kusema, hatuna mengi ya kusema, ni tutasimamisha tu ndugu wa familia asimame atusomee maisha ya marehemu, na baadaye hapo tutakaribia kwa meza, kwa sababu sijua kuna kitu kingine, kwa sababu marehemu hakuwa Mkristo, hakuwa Muislamu, yeye alikuwa hana dini. Kwa hiyo ndio programu tunaenda nao kwa leo. Karibu ndugu wa familia kama iko karibu kwa kusomea biografia ya marehemu. Miomolonge ndio ni kwamba nimesimama kwa niaba ya familia. Nadhani walio wengi hapa tunaamini kuwa kitu ambacho ama vitu ambavyo vinakuwa vinatukusanya mara nyingi ni vitu vitatu. Tuna ndoa ama harusi kuoana, tuna sherehe za kuzaa ama kuzaliwa, na tuna sherehe kama sisi wa Kristo tunavyoamini, tuna sherehe ya kifo cha mtu, na ndio maana tumetanguliza neno miomo. Tena nirudilie miomolonge. Ni kwamba tuko hapo kwa ajili ya msiba ya ndugu yetu aliyetupotea, na tunataka tutoe risala
fupi ya maisha yake aliyoishi hapa chini ya jua. Ni kwamba marehemu alikuwa anajulikana kwa jina la Evariste Mtema. Marehemu ni mtoto wa mzee Eliasi Mtema wa familia ya Bashim Uma bapale Malinde, Fizi. Mama wa marehemu anajulikana kwa jina la Timiza Salima, ni Mshimukinji Bashimwabi. Ina maana kwamba marehemu ni muipwa wa Bashimwabi, Bashimukinji. Marehemu alizaliwa tariki 4 mwezi wa 3 ama Kiswahili mwaka wa 1980. Marehemu alizaliwa pale Kongo DRC, Kamanyola. Na maana ukipiga hesabu ya haraka haraka, marehemu amefariki na miaka 40. Katika uhai ama maisha ya marehemu hapa chini ya jua, marehemu hakubahatika kuoa au kuzaa. Marehemu hakubahatika kuoa au kuzaa. Ilipofika tariki 7 mwezi wa kwanza mwaka huu mpya wa 2021, marehemu alishikwa na ugonjwa wa homa kali ghafla. Marehemu akawa amekimbizwa hospitali, akaanza kupewa huduma za matibabu, na ilipofika tariki 10 za mwezi huu wa kwanza mwaka huu mpya wa 2021, Mungu aliamua kutoa uhai wa marehemu. Marehemu akawa ameaga dunia na akazikwa tariki 11 mwezi huu mwaka huu, ambayo ilikuwa ni siku ya kwanza. Marehemu hapa chini ya jua alikuwa anajishughulisha na kazi ya ukulima na ufugaji. Alikuwa ni mfugaji na mkulima mdogo. Kuhusu elimu ya marehemu, marehemu alibahatika kusoma shule la msingi tu. Hayo ni maisha machache ya marehemu. Sasa kwa niaba ya familia, hatuna budi kutoa shukrani zetu kwa wale wote waliojitolea kuja kujumuika nasi ama kuja kuomboleza nasi katika kipindi hiki kigumu cha majonzi ya kuachwa na ndugu yetu. Tunasema hatuna kitu cha kuwalipa. Ni Mungu pekee ndiye ana uwezo wa kuwalipa. Na huu moyo na huu upendo mliouonyesha hapa kwetu usiishie hapa kwetu. Uendelee kwa mwingine na mwingine, maana kila mwanadamu aliye na maji na damu ni lazima nafsi yake itaonja mauti. Kwa hiyo tulivyo wote hapa, sisi wote ni makaburi walio hai. Kwa hiyo huu moyo wa upendo usiishie hapa, uendelee kwa mwingine na kwa mwingine. Kwa hiyo tunasema asante sana kwa kuja kutusindisha na kwa kile kidogo mlichotuletea. Asanteni. Kwa hiyo tunataka tena muda mrefu, tunataka kutayarisha chakula ili watu wakunywe maji kidogo na waweke kidogo kwa tumbo. Asante sana na karibuni tena, na Mungu azidi kuwabariki wote. Sema kwamba huyo ndo mwenyekiti wangu, labda kuna ambao labda hawamjui. Huyo ndo mama presidente Kifaransa Kiswahili. Ya mimi ndo mdogo wao, mimi ndo katibu wao, lakini naweza nikaomba samani kwa ndugu zangu kwa kuwa nimechelewa, nimekumbuka na mambo mengine madogo madogo, nilipata wageni. Hivyo nikabidi niwashindikize
kama mzunguko kidogo kuwatembeza kwa wale ambao walikuwa wamenifuatia, ndio maana nimefika hapa nimechelewa. Kwa hiyo nitaombeni radhi kwa hilo. Tumeshasikia maisha ya marehemu kwa ufupi, lakini pamoja na hayo waliopo hapa, walio wengi hapa ni Wakristo, licha kwamba na Waislamu wapo wanaweza kuwa ni wachache, lakini ni wacha Mungu kwa kifupi. Kwa hilo tu ningeomba labda katika viongozi wa madini ambao tulionao, mmoja asimame labda ashukuru kuhusu chakula ambacho tutakachoenda kula. Baada ya hapo basi watu tuanze kuchukua chakula kile kidogo kidogo ambacho tumeandaliwa, na baada ya hapo tutasambaa. Na la kuongezea tu la kusema kwamba eti msiba huu ni wa familia hii, lakini ni wa kwetu sisi wote. Ndio maana nasemaga mara nyingi kwenye tangazo zangu kusema kwamba eti msiba upo kwenye nyumba fulani, lakini ni wa kwetu sisi wote, kwa sababu leo ni kwa fulani, kesho itakuwa ni kwako. Kwa hiyo yeyote yule ambaye labda anaweza kuwa na kidogo kile ambacho amekileta kwa kuhusu msiba huu, tafadhali. Kuna wengine ambao wanapendanga mpaka akaulizwe bwana umeleta mchango. Sasa hiyo kuna ambao watuambia huo unakuwa sio taratibu mzuri. Kizuri tu ni wewe mwenyewe kadiri ulivyojisikia kwamba leo nitaenda kilioni, ujitoe tu kwamba hapa nimewateni kidogo hichi, kile kidogo unawapa viongozi wale ambao walioko pale wanahusika na kukusanya ule mchango, basi wauwakilishe. Na wewe siku ambayo utakayopata shida, hata kama sio ya msiba tu, unaweza kupata shida nyingine ambayo inaweza kusababisha kwamba watu waje wakuone, utafanyiwa na wewe hivyo hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni machache yangu tu, labda mtu anaweza kakaa kwamba eti mimi hajaniomba mchango wangu, nitarudi nao kama hawakuniuliza. Kwa hiyo labda mimi sitojua ni nani mwenye ameleta, nani hakuleta. Kwa hiyo machache yangu yalikuwa ni haya, kukazia kwa lile ambao mwenyekiti amesema kwamba mwenye mchango kake atupe ili tuweze kuachia hawa ndugu zetu hapa ili waweze kujisaidia pamoja na kwa huo msiba ambao umewakuteni hapa. Hamjambo tena? Nyiwechi? Nyomo? Asante. Ningekaribisha mapasta mmoja aombe chakula. Yesu Kristo mikononi mwako, kuleta afya ndani yetu, kututumia kutusaidia katika afya. Asante kwa yote tunakuamini, ni kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo ndiye Mwokozi wetu. Amen. Anole swali yacho kwamba mzee atocha kwamba ni bo. Onyesha moja mzee. Mtu anga. Okay, samani. Ile swali atenda. Isi swali? Atenda. Mzee atenda ni bo. Vile ni ulizo ndio maana nimechukua. Mzee alikuwa amesema kwamba mtu akifa kwamba wakina mama mnanisikia huko? Wanasikia. Mtu akifa kwamba eti sio Mkristo. Na maana tutakuwa tunafika hapa tu tunaandaliwa chakula, tunakula chakula chetu, tunaenda. Hamnaga taratibu zile za kidini au vipi? Sio kama nimesema mzuri, nimesema mzuri. Unatakiwa kuuliza, unatakiwa kutangaza. Yaani ni kama amekwambia pusho tu lakini. Mimi kwamba eti mtu akiwa ni Mkristo au mtu akiwa ni mpagani, tuseme kwa lugha ambayo nyepesi, ambaye ashiriki dini yoyote yule, hakunaga huduma yoyote ile ya kikanisa, kwa sababu yule mtu sio nani? Sio Mkristo. Sio Mkristo na sio hakuna huduma yoyote ile ya kikanisa ambayo inaweza kufanyika. Ndio. Na sio muhai. Okay. Huduma za kidini hazitakiwi kuwepo. Ni kweli mzee umesema, mimi nataka nijibu lile kwa sababu mimi ndio nimependekeza kwamba watu wa pasta ashukuru kwa ajili ya chakula. Wanaokula hichi chakula sio yule ambaye amefariki. Na hata kama ni mahubiri ambayo yanayehubiriwa hapa, hayahubiriwi kwa yule ambaye amekufa, bali mahubiri yanatokaga mara nyingi kwa faida ya sisi ambao tulioko hai. Na ndio maana kwamba nimejisikia tu, na kama inaweza ikawa ni mbaya basi nitajikosoa kwa wakati mwingine. Wala ambao wanaweza kalichukua vibaya watanisamehe kwa hilo. Ambao wanaokula chakula hapa
ni sisi ambao waliopo hai na sisi ni Wakristo, licha yule ndugu yetu ambayo alikuwa sio Mkristo, ndio maana hapa kufanyika ibada yoyote ile kama kawaida za ibada na nini taratibu zetu. Lakini kama ni chakula kawaida ya Mkristo, wale wengi waga wanashukuru kwanza kabla ya kula, ndio sio ibada, hapana. Na kama inaweza ikawa ni siku nyingine tusifanyage tena, na ndio maana ya kuwa na watu. Ina maana kiongozi kama kiongozi hawezi akaongoza yeye. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anayeongozwa na watu. Zile taratibu ambazo utakatuambia hapana, mtu akiwa sio Mkristo, ina maana hata kushukuru kwenye chakula hiyo haitakiwi. Basi tutachukua taratibu mwingine. Na kama taratibu unaweza ukapendeza, basi tutaendelea na hiyo. Sijui kama nimepokeaje. Asante kwa ile nataka nijibu hiyo. Labda ungetaka mtu azungumzie kuhusu Uislamu, kwa wakuombaji, hiyo kitu haipo kwetu. Sisi tunachinja. Kuchinja kwa sababu tunatoa uhai wa kile kitu. Kwa hiyo ndio hivyo, nitaka tu tuwekane tu sawa kwa hilo, kwa sisi Waislamu. Na mimi nielewa kama kwa sababu yule anaongea ni kiongozi wangu wa dini na nasali katika kanisa langu. Ila mimi nilitaka tu nipendekeze sehemu ambayo tulitoka kulikuwa na dini tofauti, sijui ni madhehebu, sijui ni nini. Kulikuwa na neo apostolike, ni watu ambao walikuwa wanaenda kuchukuliwa kwa ajili ya kuja kuombea wale ambao walikuwa hawana dini. Kwa hiyo labda anaweza akawa mtu wa neo apostolike na ile ni imani yake, anaweza akaombea au hata kumuombea huo ambaye tutangulia. Ulikuwa tu ni muongozo, kama nimekosea mnaweza mkanisamehe. Lakini hicho kitu nimekishuhudia kwenye tulitoka. Yalikuwa ni hayo tu maoni yangu na machache niliyokuwepo nayo. Asanteni. Sawa bwana, unasema kusema kwamba leo labda ni siku yetu ya mwisho ya kushinda hapa. Kwa hiyo hivyo nasikia kwamba kuna mzee mwenye yuko na kakidole tumuunga. Kwa Kibembe tunasema kwamba eti tumuunga. Sasa yonga Mswahili kutelama. Tutatela moja. Kwa hiyo tunaterama tunaongea kwa kupoteza muda, labda mtu asione kwamba eti ni kero. Mbona wanakuwa wanasema sana? Hapana. Labda kuna kitu ambacho unaweza kwa labda ukijui, lakini kwa kupitia umati uliopo hapa utaenda una profite kamwaga kitu labda kwa mtu aliuliza na mtu alisema. Mzee, karibu kwa kidole kilichokuwa na bila nivo tuambia kwamba kisasi ni chake Bwana. Wewe usilipishe. Kwani kila mtu ana madhaifu. Sio kuingia kanisani ndio kuokoka. Asante sana. Na sio kuna nini kutokuingia kanisani ndio kusema kwamba sio kuona mbinguni. Kuna mtu anaweza akawa anakaa nyumbani kwake lakini anatimiza masharti yote ya kimungu. Na atamuona Mungu siku ya mwisho. Na yule ambaye anaingia kanisani kila siku anaweza akatupa motoni. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo tusikuwa tunalipisha mambo ya kisasi, kulipisha kwenye maiti. Kwa hiyo kama ni huduma za Mungu zifanyike tu, hao wanabaki hapa si ndugu zake, ni kama vile watoto. Asanteni. Kama mko naongea lakini mmoja anasimama na anakia kubeba chakula na ikala chini na mko naendelea kuongea, ni kwa mzuri zaidi. Tunaanza utaratibu uliopo. Tunaanza kukaribisha wababa kwanza waanze kuchukua chakula. Baada ya baba kuchukua chakula, wakina mama na nyewe mtasimama kuchukua chakula. Baada ya hapo kuna pendekezo nyingine ambayo imetoka. Jamani, tumuunga. Muelewe Kiswahili na Kibembe tu. Yote mnaelewa. Hapa kuna pendekezo ambayo imetoka kusema kwamba mtu akifa, ule mtu tusimchukulie kwamba eti kafa tumwachilie vile, hapana. Kwa sababu anayehukumu ni Mwenyezi Mungu, ndio anajua makosa ya mtu. Niko naongeza tu sauti yako kujua mtu mama kusikia mzee. Kwa hiyo mtu akifa tusimchukulie kwamba eti tusianze kumhukumu sisi kama kisi mmemwelewa. Tusimhukumu kwa sababu anayehukumu ni Mungu. Kwa hiyo kama ni ibada za kidini zile zifanyike, mengine yote ataenda kujua yeye na Mungu wake. Nilikuwa nawakilisha tu lenye mzee ametoka kuliongea, labda kina mama huko nyewe mkumsikia. Hayo yalikuwa ni mapendekezo yake. Hata kama mtu amekufa sio Mkristo, jaribu wale ndugu zake waliopo wamfanyie ibada yale dini ambao anayoingia. Kama alikufa ni Muislamu, basi sisi Waislamu tumfanyie ibada wale ndugu yetu mwenye amekufa. Kama ni Mkristo, mumfanyie ibada ya Kikristo ule ndugu ambaye amekufa. Kwa hiyo ndio alivyokuwa pendekezo ya mzee. Sawa.
tunaenda labda ule mtu aliyefariki ni Muislamu. Labda yule mtu wanaofanya ibada yule aliyefariki ni Waislamu kwa sababu aliyefariki ni Muislamu. Labda yule mtu ni Mkristo, watakaofanya ibada ni Wakristo. Sasa huyu mtu amekufa hana dini, watakaofanya hilo ibada ni wanani? Tauliza vyote hivi. Bango. Beto afungua que la goza, para kufungia mlango na kuona. Hawezi bwana kwamba ni kwamba. Akitaka pesa lakini ile shamba la nchi na lava ndio hapo. Hayo wewe ndio karatasi. Shamba hilo. Yeye anataka hapana mmoja kitu tangazo. Hapa ndio shamba nataka nataka nione mbele hapo. Ni wechi. Ndio. Asante. Nilishamuona labda ule na mama. Mimi na watu wetu ghafla tu. Nyemo ndio mzungumzo tu byenu tu. Acha muenda Guinness. Uko na manguo huko vyebo. Niko naenda kufagilia hivi. Vyebo. Acha na ile manguo. Angalia. Ndio moto taisha, tunaanza hivi. Niko double. Niko zaidi sana ya cheki. Natosha. Muje tunge tunafanya na lenzi tutakuwa na kikao ya wajane hiyo wote tutajua pale, so kuwe na mchango
Merci papa, merci. Ukimaliza na